Nini cha kufanya unapoona ahadi za Mungu zimekawia katika maisha yako? Au unapohisi ahadi za Mungu zimekawia katika maisha yako? Kuna kipindi kinatokea ambacho unaamini kabisa kwamba huenda Mungu angekuwa amekwisha kufanya ile ahadi ambayo ulikuwa unaitarajia kwenye maisha yako, lakini haijatokea. Yaani unaona kwamba bado hakijafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana umechoka, inawezekana umesubiri, umengoja kwa saburi, na imefika hatua moyo wako umechoka, unashindwa kuendelea. Imefika hatua umechoka, upo tu. Nataka nikwambie neno hili la usiku wa leo ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Inawezekana kabisa ulikuwa ni mgonjwa na ulikuwa unaumwa. Uliamini kabisa moyoni mwako kwamba Mungu anakuponya, na ulimuomba kwa uaminifu kabisa. Na huenda watumishi wa Mungu wengi wamekuombea, wachungaji wengi wamekuombea, mitume na manabii wengi wamekuombea, lakini hujapokea uponyaji. Na kuna wakati mwingine ulimkamata Mungu kwenye neno lake, ukamwambia Mungu, umesema kwamba utanirejeshea afya, kwamba utaniponya, kwamba umesema kwenye neno lako kwamba kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumeponywa. Lakini bado hujapokea afya. Bado umekuwa unaumwa. Bado umekuwa unapitia shida na dhiki. Nataka nikwambie neno hili ni kwa ajili yako usiku wa leo. Umetumia kila njia, umeweka juhudi, umefanya application maeneo mbalimbali, umeomba na una vigezo kabisa, una elimu, una experience, umejaribu kutafuta kazi lakini hujapata. Na katika kutafuta kwako kazi bado uliendelea kumwamini Mungu, kuamini ahadi za Mungu maishani mwako kwamba zitatimia. Mungu aliyesema atabariki kazi ya mikono yako, baraka hizo zitatimia maishani mwako. Mungu aliyesema kwamba tuombe nasi tutapewa, uliamini kwamba umemuomba Mungu na hizo kazi utaipata. Lakini umekuwa ukisubiri na kusubiri, haupati matokeo. Umekaa kwa muda mrefu, unaona siku tu zinakwenda. Imefika hatua umechoka. Inawezekana nafasi za kazi zinatokea, unashindwa kuomba tena. Moyo wako umechoka. Unasema Mungu siwezi kuendelea. Nataka nikuambie mbali. Umekuwa ukimwombea mume wako, umekuwa ukimwombea mke wako abadilike, lakini amekuwa abadiliki. Wenda umekuwa ukiombea watoto wako wabadilike, lakini wamekuwa wabadiliki. Umekuwa ukiomba juu ya tabia mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye maisha yako. Unatamani Mungu akubadilishe, aibadilishe hiyo tabia. Na unasubiri siku ambayo utaona badiliko kwenye maisha yako. Nataka nikwambie neno la Mungu la leo ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Inaumiza kuona kwamba umekuwa ukisubiri kwa muda mrefu. Umekuwa ukiomba kwa muda mrefu na unachoka, na wakati mwingine umerudi nyuma kwa sababu tu ya kuendelea kusubiri na kuendelea kusubiri na kuendelea kusubiri. Bwana atusaidie sana. Nataka nikutie moyo mwana wa Mungu kwamba ahadi za Mungu ni kweli na hakika. Ahadi za Mungu ni amina. Akiahidi anatenda. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Biblia inasema Mungu si mtu hata adanganye, wala si mwanadamu hata aseme uongo. Akiahidi anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama hilo unalolisubiri limechukua muda mrefu, nataka nikutie moyo kwamba ahadi za Mungu ni kweli. Ahadi za Mungu ni hakika. Endelea kumwamini. Na leo tutazungumza mambo machache ya kufanya pale ambapo unahisi na unaona ahadi za Mungu zimepungua, au unaona ahadi za Mungu zimekawia kutimia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajisikia kabisa kuna mtu ninazungumza naye usiku wa leo.
Kuna mtu ili neno ni kwa ajili yake. Huenda umechoka, unashindwa tena kuendelea. Zile nguvu ulizokuwa nazo huna tena. Ule msukumo wa kumuomba Mungu huna tena. Ile nguvu ya kuamini imepungua tena. Nataka nisikulaumu usiku wa leo. Unajua wanafunzi wa Yesu walipokuwa wametindikiwa na imani, ilifika hatua walikuwa wakiombea mapepo hayatoki. Lakini Yesu akiombea watu wanaponywa. Yesu akiombea watu wanafunguliwa. Wakamwambia, Bwana tuongezee imani. Inawezekana kabisa imani yako imetindika. Lakini usiku wa leo tunakwenda kumuomba Mungu atuongezee imani. Kumuomba Mungu ahadi zake zile alizoahidi katika maisha yetu zitimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usijilaumu mwana wa Mungu. Usijisikie kuchoka. Usijisikie kukata tamaa. Huyu Mungu anaweza akakuinua kwa upya. Anaweza akakurevive kwa upya. Anaweza akauisha moyo wako uliokuwa katika hali ya kufa, ukarudi kwenye uzima, kwenye utu wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami ninakuombea neema ya Mungu siku ya leo. Bwana uishe moyo wako. Bwana asifiwe sana. Ukisoma neno la Mungu katika Mithali 13 mstari wa 12, ukisoma neno la Mungu katika Mithali 13 mstari wa 12, Biblia inasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe lile jambo ulilolitarajia, ile ahadi uliyokuwa unaitarajia kutoka kwa Mungu, lile jambo ambalo ulikuwa unatarajia Mungu akutendee, ile ndoa ambayo ulikuwa unaitarajia itokee kwenye maisha yako, ile biashara ambayo ulikuwa unaitarajia Mungu aistawishe, hilo jambo linapokawia, moyo unaugua, moyo unakuwa kama unaumwa. Bwana asifiwe sana. Lile jambo ambalo umekuwa ukilitarajia, umeona linakawia, hilo jambo linapokawia, moyo unaugua, moyo unakuwa kama unaumwa. Bwana asifiwe sana. Unajiona umechoka, unajiona unaugua, kwa sababu lile jambo ambalo Bwana alikuahidia limekawia maishani mwako. Unajiuliza ni lini hili jaribu litapita. Unajiuliza ni lini hapa ninapopita Mungu atanitoa. Moyo wako unakuwa unaugua, unakuwa unaumwa, kwa sababu lile jambo unalolitarajia limekawia kuja. Bwana tusaidie sana. Limekawia kuja. Umekuwa ukitarajia kupata kazi kwa muda mrefu, kwa sababu imekawia, moyo wako unaugua. Inawezekana umechoka, inawezekana umekata tamaa, inawezekana umevunjika moyo. Nataka nikutie moyo siku ya leo. Usivunjike moyo mwana wa Mungu. Daudi anawaambia wana wa Israeli walipokuwa wanakabiliana na yule Mfilisti Goliath, akawaambia asizimie moyo mtu. Asizimie moyo mtu. Huyu Mungu tunayemwabudu ni mkubwa, ni mkuu kuliko jambo lolote. Biblia inasema kwamba ameikuza ahadi yake kuliko jina lake mwenyewe. Ukisoma vizuri maandiko, utaona kwamba Mungu alimkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. Alimkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. Na akasema pale kwamba kwa jina la Yesu kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa ni dhahiri kwamba Mungu alimkirimia jina lipitalo majina yote. Lakini nataka nikupe habari njema kwamba ameikuza ahadi yake kuliko jina lake mwenyewe. Kwamba ahadi yake ni kuu kuliko jina lake mwenyewe. Lile jina ambalo alisema linapita majina yote. Ahadi yake ni kuu kuliko jina lake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Inawezekana unaugua kwa sababu ya hilo jambo ambalo Mungu alikuahidia kwenye maisha yako litatokea nalo limekawia. Inawezekana moyo wako unaugua, moyo wako una vidonda, moyo wako umekata tamaa. Inawezekana unaugua, kuna kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kurudishwa nyuma.
nataka nikutie moyo siku ya leo. Kuko kuinuka tena. Kuko kuinuka tena. Hata kama umekatwa mara nyingi, hata kama umekatishwa tamaa mara nyingi, nataka nikutie moyo kwamba bado liko tumaini. Bado kuna kuinuka tena. Bado kuna kustawishwa tena. Bado iko nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapoliachilia, anatangaza msimu mpya. Anatangaza neema mpya. Anatangaza kubadilishwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikatishwe tamaa na jambo lolote. Jambo lolote lile lisikukatishe tamaa. Hata kama moyo wako unaugua, kama andiko tulilosoma linavyosema kwamba jambo ulilokuwa ukilitarajia likikawia, moyo wako unaugua. Nataka nikutie moyo kwamba usikatishwe tamaa, kwamba usizimie moyo. Mungu yupo kukusaidia. Mungu yupo kukusaidia. Mungu yupo kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaniuliza kwa nini sasa jambo hili limekuwa nikilingoja kwa muda mrefu? Nimekuwa nikilisubiri kwa muda mrefu. Kwa nini yalitokei? Ni jambo gani linalorudisha nyuma jambo hili lisitokee? Kwa nini linakawia? Kwa nini lisitokee? Bwana asifiwe sana. Tutaenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 mpaka 22. Pale Biblia inasema, ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Mstari wa 18. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mfupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Nao wakasafiri kutoka Sukothi, wakapiga kambi Ethamu kwenye mpaka wa lile jangwa. Mstari wa 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Bwana asifiwe sana. Tunaona Mungu anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Anawatoa kutoka utumwani kama alivyoahidi, kama alivyomtuma mtumishi wake Musa. Anawatoa kwenye mikono ya Farao. Anawatoa kwenye tabu, kwenye shida, kwenye utumwa. Anawatoa na kuanza kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Lakini tunasoma hapa andiko kwenye mstari wa 17 kwamba Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Wanatheolojia wanaweza wakakubaliana na mimi kwamba kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi ilikuwa ni umbali mfupi tu. Lakini Mungu hakuwapitisha hiyo njia ya Wafilisti kwa sababu kuna mambo alikuwa anayaona hayako sawa kwenye maisha yao. Aliamini kabisa kwamba watakapokutana na vita wanaweza wakaghairi wakarudi Misri. Hao watu kumbe walikuwa bado hawajawa matured kiroho. Bado walikuwa hawawezi kukabiliana na kila hatari zinazokuja mbele yao, na kila ugumu unaotokea kwenye maisha yao. Kwa maneno mengine, walikuwa bado hawajatengenezeka kile kiwango ambacho Mungu alikuwa anataka wafikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walikuwa bado katika hali fulani ya kujengwa. Walikuwa wako katika hali fulani ya kutengenezwa. Walikuwa wako katika hali fulani ya kuwekwa vizuri, wawe matured kiroho na kimwili. Hata wanapokutana na upinzani
wasiwe wepesi kukata tamaa na kurudi Misri, wasiwe wepesi kugeuka na kutokuamini tena. Mungu alijua kabisa akiwapitisha njia ya Wafilisti, hao watu watakapokutana na vita watarudi. Kumbe kuna wakati ahadi za Mungu hazijatimia bado kwenye maisha yako, na moyo wako bado unaumwa kwa sababu bado kuna mambo hayajawa vizuri kwenye maisha yako. Bado hujafikia maturity ambayo ile Mungu anahitaji kwenye maisha yako. Bado hujafikia ile level ambayo unaweza ukahandle baraka za Mungu anapoziachilia kwenye maisha yako. Kumbe bado hujafikia ile maturity ya kuamini kwamba huyu ni Mungu. Hata nikipita kwenye magumu bado anabaki kuwa Mungu. Hata nikipita kwenye tabu bado anabaki kuwa Mungu. Mungu anaendelea kukutengeneza. Mungu bado anaendelea kukuandalia ushuhuda wako. Mungu bado anaendelea kukukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna delays kwenye maisha yako kwa sababu kuna tabia fulani ambazo Mungu anaendelea kuzijenga. Kumbe kuna hali fulani ambayo Mungu anaendelea kukutengeneza. Hilo halijatokea kwa sababu za kimungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo wakati mwingine hayatokei si kwa sababu shetani amezuia. Kuna mambo hayatokei kwa sababu bado Mungu anaendelea kukutengeneza. Bado uko kwenye mikono ya mfinyanzi. Bado upo mahali ambapo Mungu anaendelea kukufinyanga, kukuweka katika hali ambayo chochote kikitokea kwenye maisha yako, bado utaendelea kuamini kwamba huyu ni Mungu atendaye kazi ndani yangu. Utaendelea kuamini kwamba huyu Mungu bado anabaki kuwa Mungu. Utaendelea kuamini kwamba huyu ni Mungu ndiye anayenipitisha hapa. Kwamba iko siku tu nitavuka. Ipo siku tu nitapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado unaendelea kuamini kwamba hili ni jaribu. Hii ni mapito tu ninapitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The good thing ambayo nataka nikuhakikishie, unapokuwa kwenye mikono ya mfinyanzi, hata upitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti, anakuhakikishia kwamba atakuwa pamoja na wewe. Anasema gongo lake na fimbo yake vinakufariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna huko kukawilishwa, kuna huko kuchelewa kwenye maisha yako kwa sababu kuna jambo Mungu anataka litokee kwenye maisha yako. Kuna tabia ambazo Mungu anataka zijengwe kwenye maisha yako. Kuna level ya mtu ambaye Mungu anamhitaji awe, ili akiachilia baraka zake usiumbishwe na chochote. Ili akiachilia baraka zake zisikufanye ukarudi Misri. Ili ukikutana na vita usikatishwe tamaa, uendelee kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu ndio anayetujenga na Mungu ndio anayetusaidia. Bwana asifiwe sana. Si mwanadamu bali ni Mungu ndio anayetusaidia. Mungu ndio anayetuwezesha. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa mwana wa Mungu, unapotokea kuchelewa jambo fulani kwenye maisha yako, nataka nikutie moyo, rudi ndani ya moyo wako. Rudi kwenye chumba chako cha ndani. Akague mawazo yako. Akague njia zako. Aone kama iko njia ambayo inayokupelekea upotevuni. Aone kama iko njia ambayo inaonekana kuwa machoni pako ni sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopitia kucheleweshwa kwenye maisha yako, wakati mwingine ni Mungu anaendelea kukujenga. Mungu anaendelea kukujengea ushuhuda wako. Mungu anaendelea kukujengea saburi ndani ya moyo wako. Anaendelea kukujengea uvumilivu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Linapotokea hilo, endelea kurudi kwake na kuendelea kumlingana. Wakati mwingine kuna maturity ambayo Mungu anaitafuta ndani ya moyo wako. Kuna roho ya kumcha yeye anaitafuta ndani ya moyo wako. Kuna roho ya kumpenda yeye anaitafuta ndani ya moyo wako. Isiwe kila wakati ukawa tu ni mtu wa kulaumu. Isiwe kila wakati ukawa tu ni mtu wa kubeza, wa kusema Mungu mbona hili linatokea kwenye maisha yako. Rudi ndani ya moyo wako. Tafuta. Muombe Roho Mtakatifu akuchunguze. Muombe Roho kweli akusaidie. Muombe Roho Mtakatifu akuangalie kwa upya. Uangalie ni jambo gani linalochelewesha hiyo baraka itokee kwenye maisha yako.
Jaribu kutafuta, je, ni jambo gani linalosababisha hii ahadi isitokee kwenye maisha yangu? Ni jambo gani linalozuia hii ahadi isitokee kwenye maisha yangu? Nataka nikwambie, unaweza ukashangaa kumbe wewe mwenyewe ndio kizuizi. Ukashangaa kumbe wewe mwenyewe ndio kizuizi. Sikatai, inawezekana adui akawa amezuia hizo baraka. Inawezekana ikawa ni wachawi wamezuia hiyo baraka. Inawezekana ikawa ni shetani amezuia hiyo baraka. Lakini nataka nikugeuze upande wa pili. Angalia wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri kwenda Misri. Biblia inasema Mungu hakutaka kuwapitisha njia ya karibu. Hakutaka kuwapitisha njia ya Misri. Akajua kabisa wenda wakikutana na vita watarudi Misri. Wenda watakatishwa tamaa. Wenda watageuzwa mioyo yao. Akaamua kuwapitisha njia ya mbali. Maana yake kulikuwa kuna kukawia. Kulikuwa kuna kuchelewa kufika kwenye nchi ya ahadi. Kulikuwa kuna kuchelewa kufika kwenye ahadi zao ya utukufu. Kuifikia ile nchi iliyojaa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walikawia kwa sababu za kimungu kabisa. Walichelewa kwa sababu za kimungu kabisa. Mungu alikuwa anamtengeneza mtu ambaye alikuwa na uhakika naye kwamba huyu mtu anaweza akastahimili. Anaweza akastahimili dhoruba za kila namna. Anaweza kustahimili majaribu ya adui. Anaweza kuwa na saburi. Anaweza kuwa na uvumilivu. Anaweza kuwa ni mtu wa kutegemewa. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu anakukawilisha ili kukujenga. Wakati mwingine ili kukunyenyekeza. Wakati mwingine ili utambue kwamba ni Mungu ndio aliyefanya hayo yote. Ili unapofikia ile hatima ya utukufu, ujue kabisa alikutokea hilo kwa uweza wa mwanadamu. Ufahamu kabisa kwamba alikutokea hilo kwa nguvu ya mwanadamu. Bali ni Mungu ndio aliyekusaidia. Bali ni Mungu ndio aliyekupigania. Bali ni Mungu ndio aliyekuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo wakati mwingine kuna kukawia kutimia kwa ahadi kwenye maisha yako kwa sababu yako mwenyewe. Kumbe kuna tabia ambazo Mungu anataka azijenge kwenye maisha yako. Kuna ustahimilivu ambao Mungu anataka ujenge kwenye maisha yako. Kumbe kuna namna Mungu anakutengenezea utukufu mkubwa zaidi. Ambapo utaona kabisa si mkono, utaona kabisa si nguvu zako zilizokuvusha. Utaona kabisa si uwezo wako uliokuvusha. Utaona kabisa sio experience yako iliyokuvusha. Utaona kabisa kwamba si nguvu zako mwenyewe, bali ni Mungu ndio aliyekusaidia. Na ukishatambua hilo utamrudishia utukufu wote yeye. Ukishatambua hilo hautainuka na mabega. Utakuwa ni mtu wa kunyenyekea. Utakuwa ni mtu wa kushuka mbele zake kwa sababu ni Mungu ndio aliyekusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo usilaumu mwana wa Mungu wakati mwingine mambo yanapokawilishwa kwenye maisha yako. Inawezekana kweli ni adui anazuia, lakini pia inawezekana Mungu anatafuta mtu yule anayemtafuta katika maisha yako. Yule mtu anayemtafuta ambaye atastahimili hizo ahadi. Yule mtu ambaye atamrudishia yeye utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Bwana asifiwe sana. Hata ukisoma maandiko utagundua kwamba wana wa Israeli walikuwa wamejaa lawama. Walipokuwa wanaelekea Misri, walipokuwa wanaelekea nchi ya ahadi, walikuwa wamejaa lawama. Mara zote walikuwa wamejaa lawama. Wakiona wamekosa maji, walikuwa wanamlalamikia Musa. Mara zote kuna wakati walikuwa wanamwambia Musa warudishe Misri, kule ambako kulikuwa na makaburi, kuliko wafie jangwani. Bora warudishwe Misri. Wakakae kuna makaburi wanaweza wakazikwa huko. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu aliwapitisha njia ya mbali. Kulikuwa kukawilishwa kwenye maisha yao kwa sababu kuna tabia ambayo Mungu alikuwa anataka aitengeneze ndani yao. Kuna unyenyekevu ambao Mungu alikuwa anautafuta ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza hilo lazima utambue mwana wa Mungu. Inapotokea hali yoyote kwenye maisha yako, usiwe mwepesi wa kulaumu. Usiwe mwepesi wa kulalamika. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Jaribu kukaa na kutafakari.
Jaribu kutafuta kuona kwa nini hili linatokea kwenye maisha yangu. Na Mungu ni mwaminifu, atakupa majibu. Utajua tu, utafahamu. Mungu atakufunulia yote, atakujulisha kwa nini hilo limekawia.